Tumsifuni Yesu Kristo. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala, na wakaribisheni sana kwa adhimisho la ibada ya misa siku ya leo, tukikaribisha hata wale wanajiunga nasi kupitia mitandao ya Radio Maria, ili zote tuweze kushirikishwa katika kumtolea Mungu shukrani na tena kumtolea sala za mahitaji yetu. Katika misa ya leo tunashukuru Mungu kwa maandalizi tuliyokuwa nayo, na tena hata kwa sherehe tuliyokuwa nayo jana ya siku ya familia ya dekania ya Makadara iliyokuwa hapa. Na hivyo basi tumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kutekeleza wajibu huo kama pia sehemu ya familia ya Makadara Dinari. Tunajiunga na Joel Kuria anayeomba uponyaji ili Mungu ambariki, na Rose Gitonga anayeombea Sharon Waboi anayeelekea kufanya mtihani, na pamoja na watahiniwa wengine Mungu awajalie ushindi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Leo tuadhimisha Jumapili ya 30 kipindi cha mwaka, na katika masomo yetu tunaalikwa kukubatia unyenyekevu katika maisha yetu ya sala. Ndugu zangu, tujute dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
Tuombe. Ee Mungu mwenyezi wa milele, utuongeze imani, matumaini na mapendo. Utuwezeshe kuyapenda unayoamuru, ili tustahili kupokea unayoahidi. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Somo katika kitabu cha Yoshua bin Sira. Bwana ni Mungu wa haki, wala hakuna kwake sifa ya upendeleo. Hata mpendelea mtu dhidi ya maskini, naye atasikiliza ombi la aliyetendewa vibaya. Anaijali dua ya yatima na mjane akiwa anamwaga maneno. Mwenye kuabudu inavyoridhisha atapokelewa, na ombi lake litafika hadi mbinguni. Sala ya mnyenyekevu hupenya mawingu, bila kumkaribia Mungu na kuwa kwake haifarijiki. Haitakaa pembeni mpaka aliye juu atakapoijia na kuamulia wenye haki na kufanya hukumu. Naye Bwana hatachelewa, kama aendaye vitani, hata kuwa mvumilivu kwao. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Mnyonge alilia, naye Bwana akamsikiliza. Mnyonge alilia, naye Bwana akamsikiliza. Tutaimba. Mnyonge alilia, naye Bwana akamsikiliza.
akamsikiliza. Mnyonge alilia, naye Bwana akamsikiliza. Mnyonge alilia, naye Bwana akamsikiliza. Mnyonge alilia, naye Bwana akamsikiliza. Nitamtukuza Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itajisifu katika Bwana, wanyonge wasikie na kufurahi. Mnyonge alilia, naye Bwana akamsikiliza. Uso wa Bwana ni juu ya watendao mabaya, ili afute kumbukumbu yao duniani. Wanyofu waliita, Bwana akasikia, akawaopoa katika shida zao zote. Mnyonge alilia, naye Bwana akamsikiliza. Bwana yu karibu nao waliopondeka moyo, huwaokoa wenye kuvunjika moyo. Bwana huwakomboa watumishi wake waaminifu, wote waliomkimbilia Mungu hawatapatilizwa kamwe. Mnyonge alilia, naye Bwana akamsikiliza. Mnyonge alilia, naye Bwana akamsikiliza. Somo la pili. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Timotheo. Mpendwa, mimi nipo katika kutolewa sadaka, na wakati wa kufa kwangu umekaribia. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimeumaliza mwendo, nimeilinda imani. Nimewekewa taji la uadilifu atakayonipa siku ile Bwana, hakimu wa haki. Lakini si mimi peke yangu, ila na wale wote wanaotarajia ujio wake. Nilijipotetea mara ya kwanza,
hakunisaidia mtu hata mmoja. Wote waliniacha, lakini wote wasihesabiwe kosa hilo. Basi Bwana alinisaidia na kunipa nguvu, kusudi kwa kasi yangu ujumbe usabae, na watu wa mataifa wote wapate kusikia. Hivyo nikaokolewa katika meno ya simba. Bwana ataniokoa katika kila jambo baya na kuniingiza salama katika ufalme wake wa mbinguni. Yeye atukuzwe milele na milele. Amina. Neno la Bwana. Shangilio la Injili. Mungu ameipatanisha dunia naye katika Kristo. Akaliweka neno la upatanisho ndani yetu. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako, Ee Bwana. Wakati ule Yesu aliwaambia mfano huu baadhi ya watu waliojiona kama waadilifu na kuwadharau wengine. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Mmoja alikuwa Farisayo, mwingine mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akasali hivi moyoni mwake: E Mungu, nakushukuru kwa sababu mimi si kama watu wengine wanyang'anyi, wasiofanya haki, wavuja doa, wala kama huyu mtoza ushuru. Nafunga mara 2 kila juma na kutoa zaka 1/10 ya mapato yangu yote. Mtoza ushuru alisimama bali, wala hakudhubutu kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema: E Mungu, uniwie radhi mimi mkosefu. Nawaambieni, huyu mtoza ushuru alishuka kwenda nyumbani hali amehesabiwa haki, lakini yule mwingine hapana. Kwa maana kila ajikwezaye atashushwa, lakini ajishushaye atakwezwa. Injili ya Bwana. Sifa e Kristo.
mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Kwa kweli mahujaji wa matumaini tuko na katika hizo salamu tunasema pamoja katika sala, kama vile pamoja katika kuomba. Na kuiana na mwaliko huo wa kuwa pamoja katika sala, katika mpangilio wa masomo yetu katika mwaka huu wa kanisa, kwa Jumapili 3 hivi tumekuwa tukifundishwa na tukisoma kuhusu maombi. Na hili ni la maana sana katika mwaka huu wa jubilei ya matumaini, tunapoalikwa kuwa pamoja katika sala, kwamba tukatengewa Jumapili hizi ili tufundishwe jinsi ya kusali kwa njia inayofaa. Katika Jumapili ya 27 tuliwasikia mitume wakimwomba Kristo, Bwana tuongezee imani, Bwana tuongezee imani. Na Kristo kuna yale aliwafundisha. Baada ya hapo, katika Jumapili ya 28 tukasikia kuhusu kusali na kushukuru, katika ile hadithi ya wenye ukoma 10 walioponywa. Na ni wangapi walirudi kushukuru? Ni mmoja tu alirudi kushukuru. Jumapili iliyopita ya 29 tulifundishwa tena kuhusu kusali bila kuchoka, hasa katika Injili iliyonena kuhusu hakimu aliyekuwa anasumbuliwa na mama mjane, na hatimaye hakimu yule alimtendea haki kutokana na kule kuulizwa na yule mjane bila kuchoka. Leo Jumapili hii ya 30 tunaendelea kufahamishwa na kufundishwa ni vipi tunafaa kuwa tunasali. Na leo kauli kuu ni kusali kwa unyenyekevu, kuwa watu wanyenyekevu katika kusali kwetu. Humility in prayer. Na kwa hivyo tukiwa mahujaji wa matumaini, ili tuonekane tu pamoja katika sala, ili sala yetu iwe ni sala ambayo itakubalika, kama vile tumesikia katika somo la kwanza kutoka kitabu cha Yoshua bin Sila, kwamba Mungu ni wa haki na wala hakuna kwake sifa ya upendeleo, na vile Mungu yu tayari kupokea ombi lake yule aliye mwenye haki. Vile vile tunajuzwa katika somo letu la Injili kwamba lazima tuwe watu wanyenyekevu. Katika mfano huu wa huyu mfarisayo na tena huyu mtoza ushuru. Na ili tuwe watu ambao wako pamoja katika sala, masomo ya leo yanatuonyesha kwamba kuna uwezekano tunasema tu pamoja katika sala, lakini kuna watu wako peke yao. Kama wewe katika sala yako wewe ni mtu wa kiburi, wewe kama ni mtu wa maringo, wewe hatuko na wewe. Lakini labda mkikusanyika watu wa maringo, mko pamoja katika sala ya maringo. Mko pamoja katika sala ya maringo. Na kwa hivyo lazima leo tuingie ndani yetu
na kila mmoja wetu ajiangalie, aone ni kwa kiasi gani yeye amekubatia unyenyekevu, ama ni kwa kiasi gani yeye amekubatia maringo. Na yasemekana kwamba imani ndilo gari linalosafirisha maombi. Imani ndilo gari linalosafirisha maombi. Lakini hilo gari mafuta yake ni unyenyekevu. Mafuta yake ni unyenyekevu. Na kadri gari hili litakavyokuwa na mafuta tosha ya unyenyekevu, ndivyo litafikisha maombi pale yanafaa ama yanalengwa. Na kwa hivyo kama wewe katika sala zako enyewe uko na imani, na tena lakini utidikiwe katika unyenyekevu, utakuwa unasali lakini sala zako haziendi pahali. Juu kama vile magari, kama gari lako halina mafuta, si litakuwa majiani. Na hata kama kuna mtu wako hapa labda nasema, Father, siku hizi kuna gari zinatumia umeme. Hata kama inatumia umeme, huo umeme ni unyenyekevu. Huo umeme ni unyenyekevu. Na ilikuwa siku moja ama sehemu fulani, kulikuwa na familia iliyohama na ikahamia nyumba mpya. Ikahamia nyumba mpya. Na hawa wanafamilia ama katika hii familia walikuwa na msichana wao mdogo. Na msichana huyu pia akapewa chumba chake na akaonyeshwa pale atakuwa analala. Na katika lile nyumba kulikuwa kuna picha ya Yesu imewekwa kwenye ukuta, na kwenye ukuta huu mwingine kulikuwa na kioo kile cha kujiangalia wakati mtu labda anavaa. Na ikawa kitanda cha huyu msichana kilikuwa akiwa amelala na anaangalia kioo. Ile picha ya Yesu iliyo ukutani ilikuwa inaakisiwa kwenye kioo. Sasa kila wakati akitazama kioo alikuwa yuaona picha ya Yesu kwenye kioo. Na kulingana na umri wake, yeye hakuwa anafahamu sana kuhusu hiyo sayansi ya kioo kuakisi vitu mbalimbali. Na ikawa sasa alikuwa anasumbuka na anauliza mama yake, katika kioo cha chumba changu naona picha ya yule uliniambia ni Yesu. Hiyo ni sawa, kama unaona kwenye kioo picha ya Yesu ni sawa. Na akawa anafanya hivyo mpaka sasa. Siku nyingine baada ya muda akaamua sasa, nikilala naona picha ya Yesu kwenye kioo. Sasa hebu nisimame nione huyu Yesu anatoka wapi. Sasa akasimama na sasa akawa katikati ya kioo na ile picha ya Yesu. Sasa akajiona mwenyewe. Sasa aliposimama na kujiona mwenyewe, haoni picha ya Yesu kwenye kioo, anashindwa. Sasa hii picha imeenda wapi tena? Sasa ni mimi najiona. Na akawa sasa kila wakati anaposimama na kujiona mwenyewe, hilo linamsubua. Akauliza mzazi tena, nini sasa nikisimama sioni picha ya Yesu? Ni yangu naiona. Si ni hivyo? Wewe ndio ulikuwa umesimama. Sasa kioo kinaonyesha yule aliye mbele yake. Sasa hiyo ikaisha hivyo. Baadaye alikuja kugundua kwamba ni yeye anafunika picha ya Yesu. Na hali hii ndio hali kweli katika maisha ya maombi. Kwamba katika kukumbatia kwetu unyenyekevu, sisi tunataka Mungu aonekane.
Na ndivyo tunaona mfano wa huyu mfarisayo. Yeye akasimama akasali hivi moyoni mwake: Mungu, nakushukuru kwa sababu mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wasiofanya haki, wavuja doa na mambo mengine kama hayo, na kama huyu mtoza ushuru. Na katika kusema haya, yeye alikuwa anaonyesha Mungu kwamba mimi hata kuja kukuomba, sikuji kukuomba, mimi nakuja kuitisha. Mimi kulingana maisha yangu na stahili yale ninataka. Na stahili yale ninataka. Kwa hivyo katika kujibiwa sala zake, hata kama angejibiwa, haingekuwa kwamba Mungu ni maombi amejibu. Igionekana Mungu ni deni Mungu ni deni amelipa. Kwa hivyo hatimaye si Mungu angeonekana, ni huyu mfarisayo angeonekana. Lakini huyu mtoza ushuru naye alisimama bali na hakuthubutu kuinua macho yake mbinguni, bali alisali na kusema: Mungu, uniwie radhi mimi mkosefu. Tosha. Hivi kwamba hata Kristo anaposema waliposhuka, huyu alienda nyumbani akiwa amehesabiwa kuwa mwenye haki, sala zake zikiwa zimesikika na zikajibiwa, yeye alijua kwamba aliyopata si kwa mastahili yake, si kwamba yeye amestahili, bali ni kutokana na kuhurumiwa na Mungu. Kwa hivyo atakayeonekana sasa kinyume na katika hadithi ya mfarisayo ni Mungu. Sasa hii ndio inatuonyesha kwamba hii hadithi ya huyu msichana ni hadithi yetu. Ni hadithi yetu. Katika kulala, katika unyenyekevu, ile picha inaonekana ni ya nani? Ni ya Kristo. Ni ya Kristo. Tunaposimama katika maringo yetu, ile sura inaonekana ni yetu. Tukiwa katika unyenyekevu, sura ni ya Yesu. Tukisimama katika maringo, sura ni yetu. Kwa hivyo sasa lazima ujiulize, unataka sura ya Yesu ama sura yako? Na kwa hivyo lazima tukubatie unyenyekevu. Na maisha haya ya kujua kwamba Mungu ndiye msaada wetu na hivyo basi tunyenyekee, ndio tunayoonyeshwa na tunayofundishwa na Mtakatifu Paulo katika barua yake kwa Timotheo. Na leo tunatamatisha kusikiza somo letu la pili kutoka barua ya Mtakatifu Paulo kwa Timotheo. Na tumesoma mengi sana katika hii barua. Lakini leo Mtakatifu Paulo anamaliza kwa kusema, nilipojitetea mara ya kwanza sikupata ushindi, lakini Bwana alinisaidia na kunipa nguvu. Mtakatifu Paulo katika kuamini nguvu zake, kuamini hekima yake, hakufanikiwa. Lakini ni pale alipoamini na alipotazamia msaada wa Bwana, msaada wa Mungu, hapo ndipo alipata nguvu. Na ndivyo Mtakatifu Paulo sasa anamalizia vizuri sana na anakiri kwamba nimepiga vita vilivyo vyema, vita vya roho na mwendo nimeumaliza. Sasa ya kupewa taji la washindi, na sio mimi peke yangu, sio mimi peke yangu, ni toshinda vita. Kwa hivyo katika mambo haya yote, Mtakatifu Paulo katika unyenyekevu wake, licha yake kuwa mtu wa maana sana na mtu mkubwa sana, mtume wa kusifika, imefika wakati akasema, mimi sijihesabu kwamba ni mimi peke yangu ninafaa kupokea taji la ushindi, bali
bali kuna wengine, bali kuna wengine. Na kwa hivyo nasi wakati tumejaa kiburi, hatutabui wengine, hatutabui wengine, tunajiona tu wenyewe, tunajiona tu wenyewe. Na hivyo katika sala zetu na sala ya unyenyekevu inakupea nafasi kutabua watu wengine kama watu ambao pia wanajaribu kuwa bora katika maisha, kuwa bora katika maisha. Tunapokuja kusherehekea ibada hii ya misa na kuadhimisha Ekaristi Takatifu, tunakuja kugundua kwamba, na huu ndio mpangilio wa ibada yetu ya misa, ibada yetu ya Ekaristi, kwamba katika misa kuna nafasi nyingi sana, ama misa imepambwa na nafasi za kukiri kutostahili kwetu, kutostahili kwetu. Hivi kwamba tunapoanza ibada ya misa, tunakiri dhambi zetu na tunaomba unyenyekevu, na tunakuwa kama huyu mtoza ushuru anayejipiga kifua, Mungu niwie radhi mimi mkosefu, pale ambapo tunasema nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana, nimekosa sana. Na kuna watu wengine hawafanyi hivyo, wanasema tu mara moja alafu wanatulia. Sijui wanataka kusave nguvu, you want to save your energy, ama ni nini? Ama wengine tu wanakaa tu, nimekosa mimi, nimekosa sana. Huko kujipiga kifua ni tendo la maana sana, ni tendo la maana sana. Hivyo ni kuonyesha kwamba ukapewa nafasi wewe juu unatabua ni mkosefu, unaweza jiadhibu. Kwa hivyo ndipo unajipiga kifua, unajipiga kifua. Na tena baada ya hapo, tukiendelea na ibada yetu ya misa, hata tukianza ile sala ya Ekaristi, the Eucharistic prayer, padri ama kiongozi wa misa na tualika, salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubariki kwa Mungu Baba Mwenyezi. Enyewe ikubarike, ikubarike, na sio tu yake, hata yako ikubarike. Kama sio unyenyekevu, tungesema tu itakubalika, ama tungelazimisha Mungu aikubali. Lakini hata hapo tunasali ili Mungu aikubali sadaka yetu. Na hata baada ya kufanya hayo yote, hata tunapata kule kubadilishwa kwa mwili na mkate na divai kuwa mwili na damu ya Yesu Kristu kunafanyika tukiwa tumepiga magoti. Ishara nyingine ya unyenyekevu, ishara nyingine ya unyenyekevu. Na hivyo basi wakati tumekuwa ibada ya misa, ni vizuri kukumbuka kuwa wanyenyekevu. Na wakati mwingine tunapata watu wamekubatia kusimama, hata wakati pale misa inasherekewa kunaweza ruhusu watu kupiga magoti. Ukiona watu wamesimama na unajua na wakati wa kupiga magoti na unaweza piga magoti, wewe fanya nini? Piga magoti, piga magoti, piga magoti. Hapo ni wewe na Mungu wako, si wewe na jirani yako, ni wewe na Mungu wako, ni wewe na Mungu wako. Baada ya hapo tena tunakuja tunasali sala ya Baba yetu. Na katika sala hiyo ya Baba yetu tunasali kusamehewa dhambi zetu. Tena kwa unyenyekevu pia. Na hatimaye hata tukikaribia kupokea Ekaristi Takatifu, tunapoonyeshwa aliye mwana kondoo wa Mungu aondoe dhambi za ulimwengu, sisi tuakili na kusema, Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Kwa hivyo ibada hii ya misa, na iliyo sala kuu sana katika imani yetu ya Kikatoliki, inatufundisha kwamba Mkatoliki ni mtu mnyenyekevu. Mkatoliki ni mtu mnyenyekevu. Sasa unajiuliza, katika jumuiya zetu vita hutoka wapi? Katika vikundi zetu wa Katoliki vita hutoka wapi? Hata unapata katika kwaya watu wanapigana, vita hutoka wapi? Kwaya ya Catholic kwaya,
Mnapata nguvu wapi ya kupigana? God is good. Si mko na kitabu kizima cha nyimbo. You can wakati badala ya kupigana, chukueni hiyo kitabu muibe from page 1 to the last. Are you together? Mkifika page 20 muwe sawa, then you will continue next time mkisikia kupigana. Hello? Yes. Katika jumuiya unapata watu hawapatani, ni vita na ni Wakatoliki. Jua mnasikia kanisa zingine watu wanapigana na nyinyi mnasema mjaribu. Na nyinyi mnafaa kuwa kielelezo cha unyenyekevu na kielelezo cha amani. Kielelezo cha amani. Hata katika familia watu wakiwa wamekosana, ndipo tunakuwa na sakramenti ya kitubio. Sakramenti ya kitubio. Na hata mkosane na mtu aje, ukikuja kitubio huji kutubu makosa ya mtu mwingine. Ama kuna watu wengine unakuta amekuja kitubio anaanza kusema nani alinifanyia hivi. Wewe sema makosa yako, huyo mwingine ataleta yake. Mkosane na bwana, mkosane na mkeo, mke aende maugamo atakiri dhambi zake. Akitakiriza. Na wakati mnajihisi kwamba mmekosana kabisa, wakati mnajihisi kwamba mmekasirishana kabisa, katika kikundi, katika jumuiya, katika familia, go for confession. Ukitoka maugamo utaona huyo mtu mwingine kwa mtazamo mpya. Utaona huyo mtu mwingine kwa mtazamo mpya. Hata unafaa kumwambia, enyewe umenikosea, nimekasirika sana, lakini wacha niende kitubio kwanza. God is good. Hata katika boma mkikasirishana kabisa, wewe mama abia mzee, wacha let me go for confession first. Hello, let me go for confession first. Najua akiwa Mkatoliki umeenda huko vile wewe kuadmit you are also not clean. Na yeye ukimwacha hivyo pia yeye atajiuliza na atajirudi pia na yeye aone haja ya kwenda maugamo, na mambo yote itakuwa sawa sawa. Unapata watu wengine maisha yao ni kusema tu kuhusu ubaya wa watu wengine. Hata unakuja labda, sifemi watu wanakuja kwa ofisi kusema hivyo, lakini mara moja mara mbili labda kwa mwaka unapata mtu amekuja kwa ofisi ya father kusema ubaya wa watu wengine. Ubaya wa watu wengine. Na unajua vile unasema ubaya wa watu wengine pia wewe unaonyesha ubaya wako. Hello? Vile ile nguvu unatumia kuonyesha wale wengine ni wabaya, pia ubaya wako huonekana. Ubaya wako huonekana. Kwa hivyo tukubatie unyenyekevu. Na namalizia kwa hadithi moja ya huyu Frederick the Great. Alitembelea jela moja, akatembea katika jela moja, na akawa sasa na mazungumzo na wafungwa, na akapea kila mfungwa kujieleza hali yake. Na walikuwa wafungwa 30. Na kutoka mfungwa wa kwanza kila mmoja alikuwa anasema, mimi sikutenda makosa, mimi ni kuonewa, mimi ni kuwekelewa, mimi nini. Na isipokuwa tu mmoja ambaye alisema, mimi niko hapa kwa haki, mimi nimefungwa kutokana na uovu wangu. Huyo tu ndiye mmoja alikiri kwamba ako hapo kwa haki, kwa ukweli. Alipopata nafasi sasa ya kuzungumza, alitangaza akasema, msimamizi wa jela hili, huyu ambaye amesema ako hapa kwa haki, naomba asilale huku leo, juu ataharibu hawa wengine. ataharibu hawa wengine. Kwa hivyo wewe kama tu ni mzuri, utabaki jela, na wanaokili ni waovu watafunguliwa. Tumsifu Yesu Kristo. Na mwezi huu wa Rozari takatifu
tujifundishe na Bikira Maria. Juu yeye alipoenda kwa Elizabeti, baada ya Elizabeti kumsifu na kusema vile yeye ni mama wa Mungu na nini na nini na nini, alipofungua mdomo kuiba, alisema Bwana ametazama unyenyekevu wa mtumishi wake. Nyinyi mkiona Bikira Maria alikuwa na sura baya? Mkifikiria, hata si lazima wewe mlimuona, figa yake ilikuwa baya? Alikuwa mrembo, si ndio? Lakini Mungu aliangalia nini? Unyenyekevu. Aliangalia nini? Hakusema ati Mungu ameangalia figa yangu. Hapana, ameangalia unyenyekevu wangu. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Tusimame tukiri imani yetu. Na sadiki kwa Mungu mmoja, Mungu mwenyewe, havyoonekana. Na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyetoka kwa Baba. Mungu kwa kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, kwa kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akiwa Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kama vile Poncio Pilato, akateswa, akafa, akazikwa. Siku ya tatu kafuka katika wafu, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu, kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, aliyeteuliwa kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya nabii. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Katoliki wa mitume, na ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, wote ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Sala za waamini. Kwa unyenyekevu na imani tumtolee Mungu sala zetu tukisema: Bwana, twakuomba utusikie. Tunakushukuru Mungu Mwenyezi kwa wema wako, na hasa kwa kipaji cha sala. Kupitia kipaji hiki twanena nawe unatusikiliza. Tujalie neema ya kuambatanisha kipaji hiki kusudi tuweze kukitumia inavyofaa, ili sala zetu tukizitoa kwa unyenyekevu zistahili kusikizwa nawe na kujibiwa. Na tunaomba Mungu Mwenyezi utusamehe na uturekebishe kutokana na yote ambayo tumetenda kutokana na kiburi chetu, na hasa utujalie upatanisho uliotokana na migongano iliyotokana na kiburi chetu, ili tukiwa watu wanyenyekevu katika hali zetu zote na hata katika vikundi zetu, imani, mapatano na maelewano ya dumu. Bwana, twakuomba. Sala kwa ajili ya kanisa. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa zawadi ya kanisa lako takatifu. Tunakushukuru kwa neema ya Baba Mtakatifu, maaskofu, mapadri na wote wanaohudumu katika kanisa. Tunaombea neema ya utumishi wako. Tubariki sisi na wote wanaokutafuta. Tujalie imani na amani siku zote. Bwana, tunakuomba.
Let's pray for our families, our God, and our love. We come before thee, presenting our families unto your mighty throne. Lord, we pray for forgiveness of the sins which we may have committed, God. We pray that, God, we may help us, dear Lord, to instill humility in our prayers. We remember our children, especially those who have joined us for holidays. We pray that, God, you may protect them, and for those who are starting the exams tomorrow, Lord, we present them unto you, God. Give them remembrance, a lot of wisdom, and good health. To our families, dear Lord, may you continue strengthening our faith. Lord, hear us. Lord, gracious, hear us. Sala katika nchi yetu. Ee Mungu mwenyezi wa milele, Baba wa mataifa, tunakukabidhi nchi yetu ya Kenya mikononi mwako. Utulinde na utuongoze, uwape viongozi wetu neema yako, watuongoze kwa amani. Ee Bwana, twakuomba. Sala ya kutangazwa mwenye heri mtumishi wa Mungu Kardinali Maurice Michael Otunga. Ee Mungu, ulimpa nafasi mtumishi wako Kardinali Maurice Michael Otunga neema ya kuwa mchungaji na mfano mwema katika huduma ya kanisa na kumfanya ishara ya unyenyekevu na upendo kwa maskini na wasiojiweza katika jamii. Wakati huo akijinyima na kujitenga na anasa za dunia. Twakusihi ukubali ili tupate kujifunza pia kuitikia kwa uaminifu na mahitaji ya wito wa Kikristo, kugeuza nyakati zote na hali ya maisha yetu kuwa nafasi ya kukupenda wewe na jirani zetu kwa furaha na wema, na kuutumikia ufalme wa Mungu kwa unyenyekevu. Tunakuomba umtengee mtumishi wako Kardinali Otunga sehemu katika utukufu wa mbinguni, ambayo ni ahadi kwa wale waliokuhudumia vema. Kupitia kwa maombi yake, libariki kanisa, nchi yetu, familia zetu, na utujalie neema tunayoomba kwa unyenyekevu hasa. Bwana, tutaomba. Tunakuomba. Ee Bwana uliye nguvu na makimbilio yetu, hii ndio sala ya kanisa lako. Tujalie tuliomba kwa imani tuyapate kweli. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunakuomba uviangalie vipaji tunavyokutolea wewe mwenye enzi, ili tunayoyatenda katika utumishi wetu yawe hasa kwa ajili ya utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki, tendo la kufaa na kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe kama ulivyo waumba wanadamu wote kwa njia ya mwanao mpenzi, hali kadhalika katika yeye uliwafanya upya kwa wema wako mkuu. Kwa sababu hiyo, kwa haki viumbe vyote vinakutumikia, na wote waliokombolewa nawe wanakusifu pamoja kwa ibada, na watakatifu wako wanakuhimidi kwa moyo mmoja. Kwa hiyo sisi nasi pamoja na malaika wote tunakuadhimisha, tukikukiri siku zote kwa kuimba kwa furaha. Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata macho yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili vitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema,
Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uiangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtabua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo, na askofu wetu Filipo, askofu Daudi msaidizi wake, pamoja na maaskofu wote, wakilelo wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi.
E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na nguvu na utukufu. E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. E Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona.
Prayer before Holy Communion, act of love and desire. Jesus, I love you. I desire with all my heart to receive you. Jesus, come into my poor soul and give me your flesh to eat and your blood, soul, and divinity, that I may live forever in you. Amen.
Prayer after communion, act of faith. O Jesus, I believe that I have received your flesh to eat and your blood to drink, because you have said it, and your word is true. All that I have and all that I am are your gifts, and now have given me yourself. May the grace of this great sacrament strengthen me in loving and serving you and my neighbors. Amen. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Blood of Christ, inebriate me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, strengthen me. O good Jesus, hear me. Within thy wounds hide me. Permit me not to be separated from thee. From the wicked foe defend me. At the hour of my death call me, and bid me come to thee, that with the saints I may praise thee forever and ever. Amen. Prayer for the year of the Eucharist and Adoration Chapel project. Our Lord Jesus Christ, your presence fills us with hope and joy. You are the human voice of the Father, teaching us, healing us, forgiving us, in pouring out your life for us, even to death on the cross. You open the gates of the resurrected life to all people. Now today in the Eucharist, we encounter you anew. You draw us into communion with you, transforming us through your body and blood. We pray that you stay with us, Lord, as the family of Blessed Sacrament Parish, Buruburu. Bless us with fulfillment of the Adoration Chapel project. Be our nourishment and strength. Send us forth as servants to the world, and witness of your gifts of hope and eternal love. Amen. Jubilee Prayer. Father in heaven, may the faith you have given Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindle in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the kingdom. May your grace transform into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May these seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when with the powers of the evil vanquish, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasure of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally, blessed be glory and praised forever. Amen.
Tuombe. E Bwana, sakramenti zako zitimize ndani yetu yale zinazomaanisha, ili hayo tutendayo sasa katika mafumbo tuyafahamu katika ukweli wake, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Asanteni, tuketi kwa matangazo. Matangazo. Dominika ya 30 tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka wa 2025. Na nitayasoma kama yalivyoandikwa. First, feasts and memorials of the week. Tuesday, 28th October 2025, the feast of St. Simon and Jude. Friday, 30th October 2025, the memorial of Blessed Irene Stephanie, Nyaadha. Saturday, 1st November 2025, the Solemnity of All Saints, which is a day of obligation. Next Sunday, 2nd November 2025, the commemoration of all the faithful departed. Number 2, the month of October. The month of October is dedicated to Our Lady of the Rosary. We are encouraged to recite the Holy Rosary more individually, in our families, jumuiyas, and church groups. Our main intention in this week's Rosary are for the sick and elderly. Number 3, the month of November. November is the month to pray for the departed, family members, friends, and relatives. Kindly pick an envelope from the church pews marked "Praying for our faithful departed," and write the names of the faithful departed. Drop the envelope with your voluntary offering in the faithful departed box at the sanctuary starting today. Number 4, All Saints Day. On Saturday, 1st November 2025, we will celebrate the Solemnity of All Saints. This is a day of obligation, and we will have 2 masses, 7 a.m. and 1 p.m. 5, Thomas Bach Catholic School. Thomas Bach School is currently enrolling learners for playgroup to grade 8 for year 2026. Registration is ongoing at the school office from 8 a.m. to 3 p.m. on weekdays. Visit the parish and school notice board for more information. Number 6, St. Camilla's Ministry. Visitation of the St. Camilla's Ministry, formerly known as the Sick and the Aged, is on Thursday, 30th October 2025. Kindly register them at the parish office. Number 7, Adult Catechism. Adult Catechism class will commence on Sunday, 2nd November 2025 at noon in Thomas Bach Hall. All those who registered and those who would like to join are requested to attend. Number 8, CWA. CWA has organized a pilgrimage to Namugongo, Uganda, and Kibeho, Rwanda, between 13th and 19th November 2025. The charges are 50,000 Kenya shillings. All ladies are invited to join the pilgrimage. Kindly register at the CWA desk at the canopy. Number 9, Initiation to Responsible Adulthood. The following parishes, institutions will be having the rite of passage programs. 1, Divine Mercy Kariobangi South Parish. 2, St. Joseph
Freinadimetz, Ruai Parish. 3. Family Life Educators and Counselors, FALEC. 4. St. John the Baptist Catholic, Katua Parish. 5. Archdiocese of Nairobi Youth Office. And 6. Daughters of St. Anne. For more details, please visit the notice board or the parish office. 10. Marriage ban. We announce the marriage between Teddy Musili Munyoki and Sandra Achieng Otieno. Teddy is the son of Josephat Munyoki Musili and Lilian Mweni Nzioki. Sandra is the daughter to Peter Otieno Ojo and Rose Akinyi Nyida. Should there be any reason that the above should not wed, do not hesitate to consult the father in charge. 11. Sunday Masses. We thank St. Matthias Mulumba Jumuiya for their animation of this Mass. May God bless you. Next Sunday, 2nd November 2025, Mass animation will be as follows. 7 a.m. St. Cecilia, 8:30 a.m. PMC, 10:15 a.m. St. Thomas Aquinas, and 12 noon St. Raphael. 11. Tithe. Every Sunday and second Sunday of the month, we usually offer our tithe to the Lord. Next Sunday, being the first Sunday of the month, we shall have the tithe offering. Tithe envelopes are available at the entrance and exit doors and also at the parish office. Our parish tithe pay M-Pesa pay bill number is 551166. Pilgrims of Hope, together in prayer. Pilgrims of Hope, together in prayer. Cecilia Monga from Radio Maria Kenya Nairobi and Kericho. Radio Maria Kenya Nairobi sincerely thanks Father in charge, Father James Mbogwa, the parish priest, PPC, and all parishioners for graciously hosting us throughout the week for the daily masses and during the Makadara Dinari Family Day celebrations. We are deeply grateful for your warm welcome, prayers, and continued support to our mission to bring Christ to every heart through the gentle voice of Mary. Tune in to 107.3 FM Nairobi and 107.0 FM Kericho for daily Holy Mass, Rosary, uplifting music, and family programs. Visit our Radio Maria tent outside the church for more information, to register as a friend of Radio Maria, or to get yourself one of our promotional items. Your support helps us spread the gospel of love, hope, joy, even further. Support the mission through Pay Bill 320015, Pay Bill 320015, account your name. Radio Maria, a Christian voice in your home. Thank you so much and have a blessed Sunday. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Langu ni kuwashukuruni sana kwa uwepo wenu katika ibada hii ya misa, na asanteni sana tena kwa uwepo wenu katika sherehe za Makadara Dinari Family Day. Wagapi walifika? Wagapi walifika? Okay. Asanteni sana, na wale ambao hawakufika mnafaa kuwa mnafika. Mnafaa kuwa mnafika na mlimisi sana. I wish ningewaelezea, lakini jumulimisi sasa mtakaa hivyo mmemiss. Sasa
ni vizuri tukialikwa mambo haya, wakati mwingine yanasahaulika. Ni vizuri kukumbushana, ni vizuri kukumbushana. Na ukisikia jambo limetangazwa hapa Jumapili moja, ya pili, ya tatu, ya nne, hilo ni jambo kubwa. Hilo ni jambo kubwa. Na hata lile tena tunatangaza Jumapili moja tena pia ni jambo kubwa. Na kwa hivyo Ukatoliki wetu pia ni kuwa pamoja na maaskofu wetu pale tunapopata nafasi ya kuwa nao, kama vile tulikuwa nao na askofu jana akituongoza katika ibada hiyo ya misa. Tena ni tukio la historia, kwani ukizingatia parokia ni gapi katika Makadara Dinari, ile siku tutapata nafasi tena ya kuhost the Dinari Family Day ni baada ya miaka kama 8 hivi. You can just imagine. So when we have that opportunity, when that opportunity comes, let us also know it is a moment to make history, a moment to make history. Then tumetangaziwa kwamba Jumamosi ijayo tunaanza mwezi wa 11, na huwa tunauanza kwa sherehe kuu ya watakatifu wote, siku ambayo kila Mkatoliki yafaa ahudhurie ibada ya misa. Na tutakuwa na misa mbili hapa, saa 1 asubuhi na saa ngapi? Saa 7. Kwa hivyo angalia ile utahudhuria, ili uhakikishe kwamba umetimiza hilo. Na tena hata tukisikia ni a day of obligation, hii obligation hatukuji misa juu ni obligation, ni juu Mungu ni wa kwanza katika maisha yako. Are you together? The obligation is to make God our first priority. The obligation is to make God our first priority. Kwa hivyo Jumamosi ijayo usikose misa, usikose misa. Jumapili ya tarehe 2 ambayo ni Jumapili ijayo tutakuwa tuadhimisha ukumbusho wa marehemu wote. Tunao waliotuacha, wametutangulia, kwa hivyo tuwakumbuke. Na hivyo Jumapili misa zetu zitakuwa na mabadiliko kutokana na huu mtindo wa ordinary time, ili tuweze kuwa na huo ukumbusho wa marehemu wote. Wanakwaya washajua majukumu yao, nasi tufahamu yetu na tushiriki misa hiyo kikamilifu. Asanteni wana Radio Maria Nairobi, Kenya na maeneo ya Kisii kwa kuwa nasi katika ibada hii, na sio tu hii ya leo bali katika ibada za juma hii yote na jana katika Makadara Dinari Family Day. Mungu abariki. Na kutoka Blessed Sacrament Parish, mimi Father James Mbogwa, tuwashukuru na tuwazidi kuwatakia heri na baraka katika huduma yenu. Tuwapigieni makofi. Na vile tumeombwa tufuatishe furaha hiyo kwa kuwapea michango yetu, our support, ili pia nasi tuwe wahusika wakuu katika kusaidia kueneza huduma hii ya Bikira Maria. Tumsifuni Yesu Kristo. Tusimame kwa baraka. St. Matthias Muruba Jumuiya, asanteni sana kwa huduma yenu. Our altar servers, baadhi yao ni wapya, tunashukuru sana. Mungu abariki. Na asanteni wanakwaya na zote tulioshiriki misa hii. Tujipigie kofi moja. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Ibada ya misa imekwisha.